Hapo zamani za kale, katika ufalme mmoja uliokuwa karibu na msitu mzito, aliishi nyoka mkubwa wa kutisha aliyekuwa na kiburi cha kupindukia. Nyoka huyu alikuwa akiishi kando kando ya njia kuu iliyotumiwa na watu wa ufalme kwenda sokoni, mashambani na ikulu ya mfalme. Kila aliyepita njia ile, nyoka huyo alijikunja juu ya jiwe kubwa, kisha akawagonga watu kichwani kwenye utosi au akawameza kabisa. Hakujali mtoto wala mzee. Watu waliishi kwa hofu na njia ile ikawa njia ya mauti. Mfalme, akiwa na hasira na huzuni, alituma watu wake hodari. Mtoto mkubwa wa mfalme, aliyekuwa jasiri na mwenye silaha kali, alijitolea kupambana na nyoka. Lakini hakurudi. Alimeza na nyoka yule na ufalme mzima ukaingia maombolezo. Mwindaji hodari wa kijiji, aliyesifika kwa kuua wanyama wakali, naye alijaribu bahati yake. Lakini nyoka alimdharau na kummeza kama mbu. Wanajeshi na askari wa mfalme walitumwa kwa makundi, lakini wote walipotea. Vijana wa ufalme waliodhani nguvu ni kila kitu, nao waliangamia. Nyoka alizidi kuwa na kiburi, akisema moyoni, hakuna kiumbe duniani anayeweza kunishinda. Aliishi bibi kikongwe maskini, aliyevaa nguo zilizochakaa, akitembea kwa fimbo na akidharauliwa na watu wengi. Alikuwa akiuza uji sokoni ili kuishi. Siku moja, alifika ikulu ya mfalme na kusema kwa sauti ya chini, mfalme wangu, naweza kumuua yule nyoka. Watu wote walicheka. Wengine wakasema, huyu bibi hata kuku hawezi kumfukuza. Lakini nyoka, kwa maumivu makali, akadumbukia ndani ya sufuria, akachomeka vibaya na akafa papo hapo. Ufalme mzima ukashangaa. Watu wakapiga makofi, wakapiga magoti mbele ya bibi yule. Funzo la hadithi. Mfalme akasema, leo tumejifunza kuwa hekima ni bora kuliko nguvu na usimdharau mtu kwa umbo au umaskini wake. Tangu siku hiyo, njia ile